Urusi imefanikiwa kwa mara nyingine kujaribu kombora lake la masafa marefu aina ya RS-24 Yas, kombora linalotajwa kuwa moja ya silaha zenye uwezo mkubwa zaidi duniani. Jaribio hili limefanyika katika kituo cha Plesetsk Cosmodrome kaskazini mwa Urusi, na kombora hilo lilisafiri umbali wa zaidi ya kilomita 5700 hadi kufika katika eneo la majaribio la Kura lililoko katika peninsula ya Kamchatka mashariki ya mbali ya Urusi. Tukio hili limezua taharuki na tafsiri mbalimbali katika ulimwengu wa kijeshi, hasa likizingatiwa kuwa linakuja wakati ambapo mvutano kati ya Urusi na nchi za magharibi unaendelea kuongezeka. Yas, kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi, ni sehemu ya muhimu ya mfumo wa ulinzi wa kimkakati unaolenga kulinda uhuru wa taifa na kuzuia shambulio lolote la nyuklia dhidi ya Urusi. Kombora la Yas RS-24 lilianza kutengenezwa mwishoni mwa miaka ya 90, likiwa toleo lililoboreshwa la kombora la Topol M RT-2PM2. Tofauti na toleo la zamani, Yas lina uwezo wa kubeba vituo vingi vya nyuklia, multiple independently targetable reentry vehicles, jambo linalomaanisha kuwa kombora moja linaweza kulenga miji au vituo vingi kwa wakati mmoja. Kombora hili lina urefu wa mita 22, uzito wa zaidi ya tani 49 na lina uwezo wa kusafiri zaidi ya kilomita 12,000. Hii ni sawa na kusema kombora hili lina uwezo wa kufika karibu kila kona ya dunia, kutoka Moscow hadi Washington, Tokyo au London. Kwa Urusi, Yas si silaha tu, bali ni ishara ya heshima ya taifa na nguvu ya kujilinda. Wakati wa enzi za vita baridi, nguvu za nyuklia zilikuwa sehemu ya kutengeneza heshima ya taifa. Urusi, ikiwa mrithi wa muungano wa Kisovieti, imehifadhi mtazamo huo hadi leo kwamba nchi yenye uwezo wa kuzindua mashambulizi ya nyuklia kutoka bara hadi bara ndiyo yenye usemi mkubwa zaidi duniani. Majaribio haya ya kombora la Yas yamefanyika kwa usahihi wa hali ya juu. Kulingana na taarifa rasmi kutoka Wizara ya Ulinzi ya Urusi, kombora hilo lilirushwa kutoka kizindua cha ardhini kilichopo Plesetsk na likapita katika anga za juu kabla ya kugonga malengo yaliyowekwa katika kituo cha Kura. Video iliyotolewa na wizara hiyo inaonyesha mlipuko mkubwa wa mwanga wakati kombora hilo lilipoachwa, likiambatana na moshi mzito na mlio wa kishindo. Dakika chache baadaye, makombora madogo yaliyokuwa ndani ya Yas yalitengana hewani yakielekea katika malengo tofauti, jambo linalodhihirisha uwezo wa teknolojia ya multiple independently targetable reentry vehicles. Kwa mujibu wa duru za kijeshi, jaribio hili lilikuwa la kutathmini usahihi wa mfumo wa urambazaji, uhakika wa vichwa vya nyuklia na ujumuishaji wake katika mfumo wa onyo la mapema wa Urusi, yani early warning system. Uzinduzi huu umeelezwa na wachambuzi wa kimataifa kuwa ni ujumbe wa moja kwa moja kwa NATO na Marekani. Wakati mataifa hayo yakiendelea kuiwekea Urusi vikwazo kutokana na vita vya Ukraine, Moscow inaonekana kuonyesha ulimwengu kwamba bado ina uwezo wa kupambana katika ngazi ya juu zaidi ya kijeshi, na ni ngazi ya nyuklia. Kombora la Yas limekuwa kiungo muhimu katika kile Urusi inakiita triad ya nyuklia, yani nuclear triad, uwezo wa kuzindua silaha za nyuklia kutoka ardhini, baharini pamoja na angani. Hii inamaanisha kuwa hata kama sehemu moja ya mifumo yake itashambuliwa, Urusi bado ina uwezo wa kujibu kwa nguvu ya nyuklia kutoka sehemu nyingine. Uzinduzi huu unakuja kipindi ambacho Marekani imekuwa ikizidisha uwepo wake wa kijeshi katika Ulaya ya Mashariki, na NATO imeanza kuweka makombora ya ulinzi ya masafa marefu katikati ya Poland na Romania. Kwa mtazamo wa Urusi, hii ni hatua ya kuizunguka kimkakati. Kwa hivyo, Yas ni majibu ya wazi. Ukituchezea, tunayo silaha ya kujibu papo hapo. Uzinduzi wa kombora la Yas unaashiria mabadiliko makubwa katika falsafa ya vita vya kisasa. Dunia ya leo inashuhudia kurudi kwa vita vya hofu, deterrence warfare, vita ambavyo havipigwi kwa risasi bali kwa vitisho vya nyuklia na maonyesho ya nguvu. Kama ilivyokuwa miaka ya 60 wakati wa vita baridi, nguvu ya kijeshi haipimwi tena kwa askari wengi bali kwa uwezo wa nchi kuzindua kombora lenye kichwa cha nyuklia kwa sekunde chache tu. Urusi inatafuta kuhakikisha kuwa dunia haitosahau kuwa bado ni mchezaji mkuu katika usalama wa kimataifa. Katika enzi ambapo teknolojia za drones, akili bandia AI na vita vya kidijitali vinachukua nafasi, kombora la Yas linabaki kuwa kadi ya mwisho ya Urusi, ishara ya kwamba hakuna taifa linaloweza kuidharau. Uzinduzi wa Yas umeleta hisia mseto duniani. Nchi za magharibi zimeelezea wasiwasi mkubwa kwamba Urusi inaendelea kupima silaha za nyuklia bila kuzingatia mikataba ya kimataifa kama New START Treaty ambayo inazuia baadhi ya aina za majaribio. Hata hivyo, Urusi inadai kuwa haijavunja makubaliano yoyote, ikisema kwamba jaribio hili lilikuwa sehemu ya mafunzo ya kawaida ya kimkakati.
Lakini ukweli ni kwamba wakati dunia ikikabiliwa na migogoro mingi kuanzia Mashariki ya Kati hadi Ukraine na mvutano wa Taiwan, uzinduzi huu unakumbusha mataifa yote kwamba enyi, msisahau nguvu ya silaha za nyuklia za Urusi. Kwa Urusi, hili ni tamko la kisiasa. Tuko hai na tunajilinda. Ndani ya Urusi, tukio hili limepokelewa kama ishara ya mafanikio makubwa ya kitaifa. Vyombo vya habari vya serikali vimevitumia kuimarisha hisia za uzalendo, hasa wakati uchumi wa nchi hiyo ya Urusi unakabiliana na vikwazo vikubwa vya kimataifa. Uzinduzi wa Yas unatumika pia kama silaha ya kisiasa ya ndani, kuonyesha wananchi kuwa Urusi bado ni taifa linaloheshimika na linaloweza kujilinda bila msaada ya kigeni. Kwa upande mwingine, katika nchi za magharibi hususan Marekani, matukio kama haya hutumika kuhalalisha bajeti kubwa zaidi za kijeshi na kuendeleza uwekezaji katika mifumo ya ulinzi wa makombora. Kwa hivyo, kila uzinduzi wa Yas unakuwa na athari mbili, kijeshi pamoja na kisiasa. Kombora la Yas linaashiria teknolojia ya hali ya juu ambayo dunia nzima inaliangalia kwa makini. Uwezo wake wa kubeba vichwa 4 hadi 6 vya nyuklia, vyote vikilenga maeneo tofauti, unafanya iwe silaha ya kipekee katika karne ya 21. Hii ina maana kwamba vita vya baadaye, ikiwa vitatokea kati ya mataifa makubwa, havitakuwa vya askari ardhini pekee, bali vita vya dakika chache vinavyoweza kuamua mustakabali wa dunia yote nzima. Kwa mujibu wa wachambuzi wengi wa kijeshi, Yas ni sehemu ya mpango mpana wa Urusi wa kuhakikisha uaminifu wa nyuklia, yaani uwezo wa kujibu shambulio lolote bila kusita. Mfumo huu wa kufikiri unaleta hatari mpya. Dunia inaingia katika kipindi kipya cha vita vya baridi vinavyofufuliwa. Uzinduzi wa kombora la Yas ni tukio lenye maana kubwa zaidi ya majaribio ya kijeshi. Ni tamko la kisiasa, kiuchumi na kiusalama kwamba Urusi bado ni taifa lenye meno, lenye uwezo wa kuamua mustakabali wake wa vita au amani ya dunia. Wakati mataifa mengi yakiendelea kujikita katika teknolojia za kisasa zisizo za nyuklia, Urusi imeamua kuendeleza mkakati wake wa kale, kuonyesha nguvu badala ya mazungumzo. Lakini swali kuu linabakia, je, dunia iko tayari kuishi tena chini ya kivuli cha hofu ya nyuklia kama ilivyokuwa miaka ya vita baridi? Kwa sasa, uzinduzi wa Yas umeonyesha wazi kuwa kivuli hicho kimerudi, kikubwa, kizito na chenye uwezo wa kufuta dunia nzima ndani ya dakika chache.